Afya Comedy. Huenda ukawa umesikia mambo mengi kuhusiana na changamoto ambazo zinawakuta binadamu. Sasa changamoto ya afya ya akili ni moja ya changamoto kubwa ambazo sasa hivi zinasumbua sana. Sasa katika kipindi hiki cha leo kupitia Afya Comedy ya TVE Tanzania, mimi kama Kitenge Comedian, muongozaji wa kipindi hiki, na inapaswa kufahamika kwamba sipo Tanzania kwa wakati huu. Katika kujifunza bwana, nimeamua kutembea. Nipo nchini Ujerumani na leo nitakuletea somo la afya ya akili. Lakini kabla ya kwenda kujifunza afya ya akili ni nini na changamoto zake, tumekwenda mtaani bwana. Nimejiunga na timu yangu ya Afya Comedy ambayo ipo hapo Tanzania ikiongozwa na Bwana Morris. Amekwenda kuwahoji wananchi kuweza kufahamu, je, wanafahamu kuhusiana na changamoto ya afya ya akili ni ipi? Sasa tuwe pamoja kuanzia mwanzo wa kipindi hiki mpaka mwisho. Naitwa Kitenge na hapa ni TVE Tanzania. Unaendelea kutazama kipindi cha Afya Comedy. Maoni yako ni ya muhimu sana kwetu. Unaweza kutuandikia ujumbe mfupi wa maneno kwa kupitia nambari yetu ya simu inayopita hapo katika skrini yako. Endelea kupata elimu pamoja na burudani. Sasa dada. Salama kwema. Unaitwa nani? Naitwa Fatuma. Fatuma, ukisikia neno afya ya akili unaelewa nini? Afya ya akili. Ndio. Afya ya akili ni mtu ambaye hazipo sawa. Kivipi yani? Yaani anakuaga akili zake hazipo sawa. Wewe ndio ukisikia hapo ndio unaelewa hivyo. Ukisikia hilo neno ndio unaelewa hivyo. Mbona kama vile hujiamini na kitu ambacho unaweza kukijibu? Najiamini, ndio hivyo ninavyokuambia. Kingine ndio hicho. Unaitwa nani kaka? Mimi naitwa Joseph G, maarufu Joseph Mboy. Joseph Mboy. Kaka, ukisikia neno afya ya akili unaelewa nini? Afya ya akili. Ndio. Okay. Afya ya akili kwa uelewa wangu mimi nafahamu kuwa ni jambo linahusiana na akili. Yaani kama mtu akiwa ana shida ya kiakili, yaani kwa lugha ambayo nyepesi zaidi huku Kiswahilini tunatumia, kama mtu amechanganyikiwa fulani, yani kama chizi vile. Lakini afya ya akili kiutaalamu zaidi, afya ya akili ni mtu kama mwenye matatizo ya akili au mwenye upungufu wa akili. Kwa maana ya afya ya akili. Afya ya akili, yani afya ya akili ni ugonjwa unatokana na akili kutokamilika. Dada sasa hivi? Safi kwema. Shikamoo. Baba mzima. Mimi mzima kabisa. Unaitwa nani? Naitwa Fatuma Shabani. Fatuma. Ukisikia neno afya ya akili unaelewa nini? Afya ya akili, si akili ya kichwa ya timamu au? Si akili ya kichwa ya timamu. Kivipi yani? Kivipi? Si mtu mwenye akili za timamu jamani. Mimi naitwa Sheikh Said Omar. Sheikh Said. Hivi ukisikia neno afya ya akili unaelewa nini? Mimi nikisikia neno ya kuhusu afya ya akili, ninachoelewa kidogo upungufu wa fikra na mawazo na uwezo wa kupambanua mambo. Kivipi? Kwa mfano unaweza kuonekana mtu ukipewa jambo hivi, angalau ulifanye hivi, jambo jepesi, kwa sababu akili yako haina afya njema, imepungukiwa afya. Manake afya ni kuwa na uzima fulani kwenye mwili. Na afya na akili zinazohofu zile, afu zinakuwa zinaumwa. Akili kama haziko barabara, zina mapungufu, basi huwezi kujibu mambo kwa ufasaha wala kuelewa jambo vizuri na unatakiwa ulielewe. Iko ndo nachokielewa. Nachokielewa mimi hicho. Zipi ni sababu ni changamoto za afya ya akili? Ni mambo mengi tu. Kivipi? Katika maisha. Msongamano wa mawazo. Kingine ajali, kama hivyo unaweza ukapata ajali ukapigwa kichwani. Ndio. Kingine unachokielewa wewe? Ndio hivyo tu mimi ninavyovielewa. Hivyo ndo ninavyovielewa. Lakini mbona kama vile una pressure sana, yani unahema? Na pressure yoyote. Swali ni magumu nini? Hamna, sio magumu. Lakini shida nini sasa?
Shida nini? Shida hamna mbona? Hamna shida. Nashukuru sana. Asante sana. Haya, asante na wewe. Shida ikizidi ndipo huja sana afya ya akili. Shida ikizidi ndio hapo inasababisha ugonjwa wa afya ya akili. Kama tulivyo sasa hivi. Sasa hivi watu wengi wanakula kutwa mara moja. Sasa huwezi kuwa na akili njema ukiwa unakula kutwa mara moja. Wewe kuanzia asubuhi unawaza chai nitakupata wapi? Chai nitapata wapi? Toka asubuhi unawaza chai. Huwezi mchana chakula unawaza chai kwanza. Sasa chai unaiwaza, je mchana ukifika mchana ni yale yale tu. Sasa akili za aina hii haziwezi zikakaa vizuri. Lazima zidumaa, lazima zikose uwezo wa kufikiri na kufanya matendo ya yale yenye akili. Ndio zinadumaa akili, zinakosa afya njema. Hasa ni matatizo ya maisha. Kipato sasa. Kipato sasa. Kikiwa kigumu kipato na wala hujui msaada mimi nitaupata wapi. Mimi mwenyewe niko ovyo, lakini kusema niende kwa nani ili nikajikamue kimaisha nalo ni tatizo. Sasa unabakiwa na mawazo yakiwa mengi basi lazima zidumaa ya akili. Asante sana. Asante. Nashukuru sana. Shukrani. Yaani maisha kivipi sasa? Maisha kwa namna nyingi. Yako kwa namna nyingi. Sasa ndio nataka unifafanulie mimi niweze kuelewa yani kivipi yani. Hata kufanua hivyo ndio tuweze kuelewana, ila ni hivi yani. Ndio hivyo ambacho unachokielewa wewe. Mama uko live kupitia Afya Comedy ndani ya TVE Tanzania. Watanzania wanakutazama mamangu. Ni hivyo ninavyoelewa. Ndio hivyo unavyoelewa. Asante sana mama. Ni njia gani ambayo unaweza kuitumia kuepukana na huo ugonjwa wa afya ya akili? Ni njia gani unaweza kuitumia kuepukana na huo ugonjwa wa afya ya akili? Okay, njia ambazo unaweza kutumia kuepukana na ugonjwa wa afya ya akili, njia ya kwanza ni kupunguza mawazo. Njia ya pili ni kuepukana na vitu ambavyo vinaweza kusababishia matatizo hayo ya afya ya akili, kama kunywa pombe kupitiliza, uvutaji wa bange, uvutaji wa madawa ya kulevya na vitu vinginevyo vingi ambavyo vinaweza kusababisha wewe kwenda kupata shida ya hiyo afya ya akili. Hiyo ndio njia ambayo unaweza kuifahamu wewe. Ni kuepukana na hivyo baadhi ya vitu. Kwa na baadhi ya hivyo vitu japokuwa afya ya akili nayo inasababishwa na maradhi, baadhi ya maradhi mengine yanakuwa yanaleta hilo jambo la afya ya akili, kama vile unaweza ukaugua malaria kali, muda mwingine huwa inakupanda kichwani, na baadhi ya magonjwa mengine yanaleta shida ya hiyo afya ya akili, lakini niko ile wangu naelewa vitu vichache hivyo zaidi. Na hayo ni baadhi ya maoni kuhusu ufahamu kutoka kwa wananchi. Wanafahamu vipi kuhusiana na changamoto ya afya ya akili. Unaweza ukaona ndo kama hivyo, wengine hawafahamu kabisa bwana. Sasa nilifanya mahojiano na mchekeshaji comedian Leonardo, ambaye ni mmoja wa wachekeshaji ambao wanafanya vizuri sana hapa Tanzania. Hebu twende tukacheke, lakini pia tujifunze. Na yeye mwenyewe pia nilikuwa namuelekeza baadhi ya vitu kuhusiana na afya ya akili. Karibu sana. Matumaini yangu utaenjoy, lakini pia utajifunza. By the way, mambo vipi mshikaji wangu? Salama. Uko poa kabisa? Safi. Mimi naitwa Kitenge Comedian, siko peke yangu. Yupo na Leonardo. Afya ya akili. Mimi nifikiri mwenye matatizo ni peke yangu. Nilikuwa napita nikaja nikapata kuna sehemu, kuna fakti moja inasema kwenye Watanzania 8 mmoja anayo changamoto ya afya ya akili. Sasa tunavyozungumzia changamoto ya akili, wewe unaelewa nini? Ni wehu. Yaani hapo tatizo. Yaani ukianza nini wewe? Tatizo. Yaani ni kutofanya kazi vizuri kwa akili yako. Kwa ufanisi. Kwa ufanisi. Na sasa akili ikiwa ifanye kazi vizuri, hata masuala ya kimwili pia yafanye. Unakuta ulali vizuri, usingizi upati, unaingia ndani unasema hivi ndani nimefuata ni kijiko, chumvi au nini? Unasahau. Kwa moja ya dalili inakuwa kama kumbukumbu hauna. Yaani ni akili ifanye kazi vizuri. Kwa mfano kama mimi leo asubuhi nilimpigia director si Mwanza yaani nimempigia simu kashapokea. Alafu nikamuuliza hivi,
Kuna kitu nitaka nikwambie, msubiri kwanza. Ngoja kata kwanza. Alafu nikishakumbuka na kupigia. Kuna nyingine hata uyempigia. Hivi naongea Juma, nitaka nimpigie nani bwana? Samani. Ni afya ya akili. Changamoto ya afya za akili. Naam. Lakini sasa sisi huwa tunapata hii elimu na hizi dondoo information zote kutoka kwa sehemu ya elimu ya afya kwa umma, ambao sasa huwa wanaandaa vipeperushi mbalimbali. Hiki ni kipeperushi bwana. Na humu ndani tumepewa maana. Tunaposikia neno afya ya akili inamaanisha nini? Sasa hapa wanasema afya ya akili ni hali ya ustawi ambapo mtu anatambua uwezo alionao, anaweza kuendana nao na msongo wa kawaida wa maisha na uwezo wa kufanya kazi za uzalishaji na kuchangia katika jamii yake. Kwa hiyo ukiwa katika ile hali ambayo upo katika hali ya kawaida, ule akili ipo katika ustawi wake kawaida, unaweza ukatatua changamoto zako za maisha bila hata kutetereka. Sasa hapo ndio tuseme una afya ya akili iliyo bora. Nini unaweza zikawa ni dalili za changamoto ya afya ya akili? Hasira. Mood wenyewe anajiita mood. Leo sina mood. Sina mood. Hasira yani. Alafu kuna zile wanasifianaga zile. Huyu kachukua hasira za babake. Vile. Yaani kufanya vitu vya ajabu vile vya kawaida. Huyu mwalimu apigi ila akiamua kuchapa anaburuza hatari. Hizo nazo nahisi nini? Mambo hayo tu. Changamoto. Hasira. Kukosa usingizi. Unakuta upati usingizi. Hivi nikuulize, katika maisha ya kawaida nini ambacho kinakuwa kinachangia hasa mtu anakuwa na msongo wa mawazo hivi? Mambo ni mengi. Kuna majonzi, umefiwa na mtu muhimu ambayo inasababisha, nabadilisha mikao hapa manake somo ndo linaniingia hivi. Yaani manake mtu anakuwa yule labda alikuwa anamtegemea yule mtu, sasa yule mtu hayupo tena, kwa hiyo majukumu ya maisha yamezidi kuwa makubwa. Ndio. Kiasi kwamba anakuwa na mawazo. Nani wa kumsaidia na hayupo? Na hapa kuna utegemezi wa aina mbili. Kuna utegemezi wa kipesa na utegemezi wa kihisia. Ukipoteza mwandani wako ambaye sawa alikuwa labda kukusaidia kipesa ila anakusaidia kihisia, unafurahi ukiwa naye. Tatizo msongo. Na ukipoteza kazi, mtu ambaye anakusaidia msongo. Kwa hiyo tuna msongo wa mawazo. Ukishindwa kudeal navyo hivyo, ndio unasikia unakaa unaongea peke yako pale tatu. Na vitu kama hivi. Hivi kuna uhusiano wote kati ya matatizo nguvu za kiume na afya ya akili? Swali zuri ndugu. Hilo tatizo mimi sina, nakuuliza. Inawezekana. Uhusiano uko wapi? Unajua sijui, ndio niambie. Unajua ukiwa unafanya kitu unapenda upate feedback nzuri. Kwamba Juma, hatari. Umekula nini leo? Wasema leo ila ukifanya kitu alafu kwanza umemaliza pale anaendelea na mudi zake kama basi. Ujue ni changamoto. Hapo unapata stress. Kama umeshindwa kumudu, umeshindwa kutatua tatizo. Umeshindwa kulitatua tatizo. Ni Afya Comedy. Bila shaka mtazamaji wetu unajifunza, unacheka, unaburudanika, lakini pia at the end of the day umeshapata somo. Kwa hiyo kuna vitu hapa vya kuvifanyia kazi. Kama unavifanya basi itabidi kuviacha. Leonardo, naam, tuendelee bwana. Sasa unahisi ni vitu gani ambavyo vinasababisha matatizo ya afya ya akili? Cha kwanza kabisa mimi kama kijana matumizi ya vilevi. Najua nawagusa wengi sana hapa. Na ukishasema vilevi unamaanisha ni vingi mule ndani umevijumuisha. Mapombe, mua, dawa, tunaita dawa. Sasa hivi utawasikia furaha ni kulewa na marafiki. Uone hapo unajileta katika tatizo la afya ya akili. Tuendelee. Kuna kitu inaitwa dawa. Kuna wajisema mwanangu mimi nikiwa na dawa mwanangu nikitulia ghetto hivi. Sitaki demu, sitaki nini yani? Fresh yani. Unapojisha ujue wewe tayari shida. Tumbaku zote. Nazungumzia na shisha hapo jamani. Kuna maslay queen sasa hivi wanajisnap shisha. Moshi wanapuliziana ile. Hapo siku hizo watu hawaogopi. Yaani siku hizo watu hawana aibu. Yaani mtu anashangaa binti mzuri kabisa, mashallah kabisa, ni wa kuoa na kuweka ndani, lakini kwenye status unamuona anatoa moshi huko. Anaona sifa. Hiyo ni changamoto ya afya ya akili. Kwa ukishatumia yale yanaenda kuharibu akili yako, ufanyaji kazi bora wa akili. Baadaye inasababisha sana uchizi na uwehu, uenda wazimu kama hivyo.
Jina langu ni Agnes Bruvilla, ni mwenyekiti wa taasisi ya Pambazuka hapa Cologne, Ujerumani. Ni taasisi ambayo inajishughulisha na kukipambania Kiswahili kama lugha ya Waswahili na utamaduni. Tunawashukuru sana ETV hasa kwa kipindi chao cha Afya Comedy, kwamba wanatumia Kiswahili kuelezea watu au kuwaelimisha watu kuhusu mambo ya afya kwa kutumia ucheshi. Endelea kubaki hapo hapo ulipo katika kipindi cha Afya Comedy TVE. Na vingine kuna uraibu wa mambo mengi unajua. Kuna uraibu wa kubeti pia. Unakuta mtu yeye yani tayari ameathirika tayari na kubeti. Yani pale Maniu namuua ndo akili yake imekaa hivi. Hiyo ni tatizo, inasababisha kuwa na matatizo ya yani anaanza kuua. Okay. Nilikuwa napitia kipeperushi tunavyozungumzia chanzo kibiolojia. Kuna yale ya kurithi. Umeongea kuhusu kurithi. Vinasaba. Umeona? Na pia kuna magonjwa yenye athari katika mfumo wa fahamu, kwa mfano wa malaria. Inavyokuwa inakusumbua sana. Unasikia malaria imempata kichwani? Imempata. Sasa kuna wengine sifa. Oya mwanangu sinzingua, unajua nimanyasha. Malaria inasumbuaga sana. Sielewi unajua. Usione sifa. Hiyo ni changamoto ya jamaa mwezi mchanga wewe. Wengine wanafanya gasi. Usimkasirishe. Oya unajua mimi chizi. Sasa sio siku hizo hiyo chizi hata wafanya sifa. Kama credit pale kama wewe sinzingua. Lakini pia kuna madhara yatokanayo na ajali. Unaona mtu kagongwa kichwa na kuletea changamoto ya matatizo ya afya ya akili. Kuna matukio kama vile unyanyasaji, ukatili, majanga. Unyanyasaji wa kijinsia, unyanyasaji gani. Lakini pia kuna kifikra, ndio tunasema msongo wa mawazo wa kiwango cha juu cha muda mrefu. Kwa hiyo mtu yeyote unapojihisi una msongo wa mawazo, usijifungie peke yako. Mimi zamani kwa gani. Nenda nje ukagawanye msongo na wenzako. Enda kawaambie na wenzio wakusaidie, upate nini? Ahueni. Hivyo. Kwa hiyo mwisho wa siku unavyopata ule utatuzi, basi maisha yanaendelea vizuri. Lakini pia kuna kitabia. Ndio hayo tulishasema, matumizi ya pombe yaliyokithiri au shindo kujizuia, sio matumizi ya madawa ya kulevya na vitu kama hivyo. Ushanielewa? Ila pia ukienda nje kutatua matatizo kwa washikaji, jitahidi uende kwa washikaji ambao wana akili kidogo. Unajua kuna washikaji hapo mwanangu ukipiga fresh. Ukitulizana nini mwanangu? Stress sio dawa yake na nini hiyo. Piga hata mbili tu. Changamoto hiyo. Koa. Unaona? Hapo sasa sijaisha. Hapo ndo una release. Hapo ndo maneno fulani ya Kiingereza. Hiyo English inaonekana utaalamu. Sasa nikuulize Leonardo. Naam. Unahisi vipi ni viashiria vya kwamba huyu mtu ana matatizo ya afya ya akili? Kwanza kwa ambao wapo shuleni, washangaa mtu amekataa shule tu ghafla. Ataki tu. Unasikia bwana mimi nimeona kama sijui ni focus na business. Business gani? Kaa usome. Yani ghafla tu ameamua. Wengine wanaacha kazi. Kuna mishi fulani naona kama imeshakaa vizuri hivi. Ghafla yani. Yani huko inasemaje? Naam, unaendelea kuiangalia ni Afya Comedy. Jamani, tunajifunza, tunacheka, tunafurahi kwa pamoja. Matatizo yasiwe sababu ya kutufanya kwamba tukose raha, tushindwe kuchekeshana bwana, au sio? Kweli. Okay, Leonardo, unaweza ukaniambia ni vitu ambavyo gani ambavyo unahisi ni dhana potofu? Swali zuri sana. Unajua jamii zetu hizi za Kiafrika. Unakuta mtu labda ameanza kuongea peke yake. Anacheka. Unajua ukicheka peke yako ni tatizo hiyo. Changamoto. Amecheka hivi, watu wanasema huyu kuna mtu kamchokoza wakamfanyia mazigara huko kwa sasa wanaanza kuamini kwenda kwa waganga labda shangazi yake huyu atuelewane vizuri akamchezea amemchezea kwenda sana kwa waganga kuhusu na matatizo kweli. Vingine shuleni sisi ambao tumesomea physics unajua science unajua ukimwona mshikaji ambaye anaongea peke yake akiwa na soft hata akikaa peke yake jamaa jiniasi unajua jamaa physics imemkaa science imekulia pale mpelekee swali lolote la mechanics anakukotoa kumbe mwenzano na matatizo tayari yupo ulimwengu mwingine huko. Ulikuwa unanipa story ya mheshimiwa
Kuna mheshimiwa Jessica, mheshimiwa mbunge bungeni aliongea kitu cha msingi sana kuhusu afya ya akili. Naomba tusikilize, tumwangalie. Mheshimiwa Spika, tunapoongelea afya ya akili, angalia hali halisi ya performance ya Watanzania wetu. Leo hii unaweza kumuona mama amebeba begi zuri, ukafikiri labda ndani ya begi mle sijui kuna nini. Lakini ukiangalia kuna maji ambayo amepewa sijui kwa nabii gani, yamletee magari, yamletee nyumba, yamletee utajiri. Ana tango ameombewa sijui tango. Sema tango of course ina save na nini? Ndoa. Kwa namna moja au nyingine. Ndio nyinyi washauri ambao mmemshauri mtu ataka. Begi lina mafuta ya upako. Matango ya kusevu ndoa. Hivi inawezekana labda mimi unajua kuna muda mwingine najifikiria kama mimi ndo nina matatizo labda ambaye inaenda tofauti na wenzangu. Hivi tango linahusiana nini sasa na mambo hayo? Labda shape yake huwezi jua. Huyo mambo bwana ni ya ndani zaidi. Unajua. Yaani shape imekaa, yani sijaelewa. Au if you know you know. Au ukiwa hauna matatizo ya akili huwezi ukaelewa. Kwa hiyo kwa maana hiyo kwamba zile fikra potofu, imani potofu na zenyewe zinasababishia hilo tatizo la afya ya akili, si ndio? Sana. Kwenye hichi kipeperushi kuna sehemu hapa zimeandikwa, tumepewa maelekezo na wataalamu wetu kwamba namna ya kuboresha afya ya akili na pamoja na kuepukana changamoto mbalimbali za afya ya akili, sasa tunatakiwa kufanya yafuatayo. Cha kwanza, kuzuia tatizo kwa kuondoa au kupunguza vyanzo vya msongo. Pia cha pili ni kupunguza athari hasi za msongo kwa kutoa elimu na kutumia mbinu za udhibiti wa msongo. Kama hivi sisi tunatoa elimu. Umeona unacheka alafu unapata elimu. Unapata elimu. Lakini pia kuna kutoa msaada kwa mtu aliyepata hizi athari za changamoto ya afya ya akili au msongo wa mawazo. Na pia kuna kuhamasisha uzingatiaji wa kanuni za afya kama kufanya mazoezi na kuchunguza afya, ikiwa ni pamoja na afya ya akili. Unajua kuna ule utaratibu kwamba lazima kuwa tunakwenda kucheki afya zetu. Kuna check up ya akili? Kwenda kuonana na wataalamu. Unajua unaweza kuwa na matatizo na usijue. Ndio unaenda kuona wale counselors, unaona psychological counselors, unamwambia bwana mimi mbona nakuwa sipati usingizi sana. Wewe unaweza ukafikiria kawaida. Mwanangu mimi sipati usingizi, unajua kwa sababu gani? Hii ndio akili ya pesa. Kwamba kulala. Ndio maskini. Wewe pata usingizi, binadamu anatakiwa upate muda wa kupumzika. Kuna wengine wanajisifia. Mwanangu mimi nikilala saa 9, saa 1 nipo macho. Yaani masaa matatu tu. Na mtazamaji, bila shaka umejifunza mambo mengi kutoka katika majadiliano yangu mimi na bwana Leonardo kuhusiana na mambo ya afya ya akili. Lakini inapaswa kufahamika kwamba wapo wadau mbalimbali ambao wanasapoti harakati za kuhakikisha kila mmoja ana afya njema na iliyo imara. Basi aliyeongoza kipindi hiki ni mimi Hamisi Kitenge, lakini nimeshirikiana na timu yangu bwana Morris pamoja Wile pamoja na bwana Ibra waliopo hapo nchini Tanzania. Bila shaka umejifunza. Shukrani za dhati kwa TVE Tanzania chini ya Profesa Majizo na timu nzima bwana, kina Hamidi, Mr. Ndaula, Mr. Sebo. Asante sana kwa kuhakikisha tumekwenda hewani siku ya leo. Asante mpaka wakati ujao. Usisahau kutoa maoni yako bwana kupitia chaneli yetu ya YouTube ya Afya Comedy. Asante. Bye. Usikose kutazama kipindi cha Afya Comedy kinachoangazia masuala ya afya na changamoto za kiafya zinazoikabili jamii yetu. Kipindi hiki kitakuelimisha na kukuburudisha kwa njia ya ucheshi na vichekesho. Ni kila Jumanne saa 3 kamili usiku na marudio ni Alhamisi saa 5 asubuhi na Jumapili saa 10:30 alasiri na marudio ya mwisho ni Jumanne saa 3 asubuhi. Hapa TVE Tanzania.